wangapi wamekuja na ushuhuda nyumbani mwa Bwana? Anafanya tena na tena. Katika jina la Yesu, tunayo furaha kubwa na heshima na unyenyekevu mbele za Bwana kusimama mbele zenu kwa ajili ya siku ya leo muhimu kabisa, kwa tukio muhimu la mtoto wetu kumleta madhabahuni kwa Bwana. Niseme tu kwamba kama alivyoeleza baba yetu mchungaji, jambo hili nyuma yake lina siri kubwa sana, kwa sababu na jaribu kufikiri vile ambavyo alikuwa amevipitia mama kabla ya tukio hili. Basi sisi tukaweka nadhiri kwamba Mungu akitufanikisha tutamfanyia Mungu ibada. Kwa hiyo hiki ambacho kimesababisha wewe rafiki yangu, ndugu yangu, kuja mahali hapa ni nadhiri yetu kwa Mungu kwamba tutamfanyia Mungu ibada ambayo tutashiriki wote sisi, ndugu jamaa na marafiki. Na niseme tu kwamba wewe ambaye umekuja mahali hapa, naomba Mungu akukumbuke. Amina. Naomba Mungu akukumbuke utumishi wako, umeacha ratiba zako, umeacha makanisa yao, umeacha kazi. Kwa hiyo Mungu awakumbuke. Amen. Kwa hiyo kweli, kwa kifupi tu najaribu kukumbuka tukio la mwisho kabisa wakati mama yuko dakika za salama. Wakati mwingine tulipokea taarifa ambazo zilitukatisha tamaa, kwa sababu wiki mbili kabla tulikuwa huko Yudo, daktari akasema mama sio rafiki, mtoto kaa vibaya, na vitu ambavyo vilitupa mazingira magumu sana. Baadaye mimi nikawa nimesafiri kwa ajili ya majukumu yangu. Sasa wakati nipo kule ni Mungu tu alinisaidia kupitia baba yangu mchungaji, lakini na kanisa langu la mahali hapo, watu wangu wa kanisa. Sasa kwenye mama anapata changamoto usiku, kuna mtu kajaribu kumpigia dereva wangu pengine awe nyumbani nisaidie mama, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo Mungu alimtumia baba mchungaji kutoka kanisa mahali hapo. Yaani ilikuwa ni ngumu sana, lakini wakaacha ratiba zao kama mlivyokuwa kaeleza mchungaji, wakaenda nyumbani wakambeba mama mpaka kwa hospitali, na baadaye baba akamwombea sana mama, hatimaye tukaweza kumpata mtoto kwa kupiga Bwana makofi. Amina. Kwa hiyo kwa sababu ratiba yetu na muda umekimbia, kama tusiseme mambo mengi, kwa hiyo tumama asante kidogo, lakini tulitosha kusema kwamba ninawashukuru sana washirika wenzangu wa mahali hapa. Namshukuru sana baba mchungaji kwa kuendelea kutuombea siku hadi siku, na kama ambavyo tunazidi kuendelea, Mungu awabariki sana. Kwa jamaa asante kidogo, afu tutamalizia. Nawapenda na kila sababu za kumshukuru Mungu. Haikuwa rahisi kusimama hapa kwa mara nyingine, ila ni mkono wake. Lakini baba pia namshukuru sana, hajawahi kuniacha, japo kwa unabii wake ndicho ambacho kilitokea. Beatrice hakufikisha miezi 9. Beatrice ana miezi 8. Mwezi mmoja kabla ya kuumwa, baba aliniambia kwamba mwezi unaofuata sio mzuri sana kwako, lakini Mungu ni mwema na binti yangu. Mungu awabariki sana na wapenda. Amina. Amina. Naomba niimbe kidogo wakati tunaendelea kusadaka ya shukrani. Naomba praise tafadhali, dakika chache tunisaidie. Amina. Kama tuimbe tu kidogo watumishi wa Mungu, na wimbo huu special kabisa kwa ajili yenu ambao mko mahali hapa, naomba ukafanyike faraja kwenu. Usiache peke yangu, Mungu wangu uniongoze.
naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita, nisikie Bwana, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite Bwana, hivi leo nakuita,
mmepokea mtoto, mmepokea mission kubwa ya kimungu. Lakini jambo jingine, na sisi tunafurahi pamoja naye. Sisi ametushirikisha furaha yake kwa ukubwa. Amesema kama ni furaha pamoja na ndugu zangu pamoja na kanisa kwa ajili ya mtoto tuliyepata. Na mimi siwezi kuzuia namna mtu alivyotengeneza kwa hisia ya furaha na maana ile furaha itampa Mungu utukufu. Niliongea nikasema furaha unaweza kufurahi, lakini tunavuka mipaka. Tembea kwenye mipaka ya kila tunachofanya. Kimpe Mungu utukufu. Tutakula, tutakunywa. Furaha ile ndani kugusa moyo wa Mungu. Na kwa sababu hiyo akushirikisha na Jumapili hii ilikuwa nzuri kwa sababu ya furaha ya familia hii. Na sasa nataka kubariki mtoto huyu. Mazuri kufanikiwa kubariki watoto huyu kwa familia yetu. Na huduma yangu ina alama kubwa kwa familia yetu. Kila mmoja wa watoto hao ni mkeni. Kwa neema na mafuta juu yao kutegemea. Kwa hiyo sisi familia yetu. Na muomba sasa shikana sauti kama ya dada yake. Hiyo ndio sauti ya kwanza. Mama yake sauti ya pili. Anasikia kabisa. Alright. Nataka mweke nadhiri hii mbele za watu ya kwamba mtamlea mtu katika njia inayoweza, ya kwamba mtatimiza wajibu wenu kikamilifu ili mission ya mbinguni itimie duniani kupitia Kristo, ya kwamba hamtakuwa kikwazo cha kufanikisha hiyo mission ya mbingu ambayo Mungu anayo. Na kama mtafanya hivyo, semeni tukifanya hivyo na Mungu atusaidie. Amen. Naomba kuomba kwa ajili ya mtoto, alafu tutaomba kwa ajili ya sisi. Baba yetu na Mungu mtakatifu sana, furaha yetu ni kubwa mno leo. Ndio maana niliruhusu kila aliyekuja kwenye furaha hii afurahi, na hata tukapata waliotutembelea kutoka mbali sana kuja kuungana nasi kwenye furaha hii. Tuliwapa nafasi waimbe kwa furaha. Nilichagua kutoruhusu mwimbaji hata mmoja aliyeko hapa masikini, kwa sababu kila aina ya utumishi ulichangia na ulichangia furaha. Utukuzwe kwa ajili ya mtoto Beatrice. Ninafarijika anapokuwa mikononi mwako, na ukumbuka ule usiku wa saa 8 nilipoamshwa, nilipokuwa nimelala nikaamshwa kwa sababu ya majira ya kuzaliwa Beatrice yalikuwa yametimia. Na ukumbuka usiku ule nikiwa na mtumishi wako Betty na mke wake tukimkimbiza kumpeleka hospitali ya Padre. Na ukumbuka usiku ule uliokatiza usingizi wangu. Leo hii tuna furaha inayozidi na hata tusikumbuke tena kama tukimbizana usiku, lakini ni usiku tunaokumbuka kwa sababu ndio usiku uliomkaribisha Beatrice akaja duniani. Asante kwa sababu ulichagua Beatrice aje kupitia watumishi wako. Tuna watoto wengi hapa, lakini kila mtoto na mzazi wake. Ingekuwa swali hili, kwa nini Beatrice asiyepitia kwa? Kwa nini Beatrice apitie kwa Kaswiza na mke huyu aliyemchagua? Majibu yote unayo. Na kwa sababu furaha ya wazazi ni kubwa, na ndipo furaha hii pamoja na hawa wanaofurahi tunakuunganisha furaha yetu na wao, basi furaha ndio kubwa. Na utukuzwe Bwana kwa jambo hili la maana sana na la baraka ambalo umewatendea watumishi wako. Ni heshima kubwa, lakini
ninaogopa na nasikia sauti yako ikihimiza niyaseme tena maneno haya. Sio tu wamepokea mtoto na kuongeza hesabu ya mtoto, lakini wamepokea kitu. Lakini mbingu iliyobebwa na mtoto huyu, wazazi wanafanikisha safari ya kutimiza kwa hayo yote. Na kwa sababu hii binti sasa yuko mikononi mwangu, ninatangaza baraka juu yake, juu ya maisha yake. Binti, nabariki mifupa yako, naponya mifupa yako itakayoongezeka kuwa, itakayoendelea kuongezeka kukua kwa haraka. Mifupa hiyo ibarikiwe katika jina la Yesu. Usipatikane na magonjwa ya mifupa. Ninakomboa mifupa yako kwa sababu ya siri za Mungu zilizobebwa na mifupa. Yusufu kwa kujua siri ambazo Bwana amezihifadhi kwenye mifupa yake, hakubali mifupa yake bado pagani Misri. Akawaambia ndugu zake, mtakapoondoka, siku Bwana atakapowapa uhuru, chukueni na mifupa yake. Nakumbuka mifupa ya Elisha. Biblia inasema mtu mmoja alikuwa amekufa, Elisha alishazikwa. Walipomtupia maiti na kugusa mifupa ya Elisha, yule mtu akapata kuishi. Mifupa yako ipone katika jina la Yesu. Mungu ameisoma mifupa, na hakuna mwanadamu anajua siri iliyofichwa kwenye mifupa. Walifanya nimesikia watu wakiugua kwa magonjwa ya mifupa ikiwaka kama moto. Magonjwa hayo hayakupatwa kwako. Na sikio sauti kinihimiza nibariki mifupa yako. Uti wako wa mgongo ninaukomboa. Ni mifupa. Fuvu lako la kichwa nalikomboa, ni mifupa. Utapatikana ajali yoyote itakayoathiri fuvu lako la kichwa. Vita yoyote utakayopigana ukishinda haitaathiri mfupa wako wao wote. Jambo pekee Mungu alifanya kumheshimisha Yesu. Biblia inasema wala mfupa wake haukuvunjwa. Akiwa msalabani, majambazi walipovunjwa miguu yao walipofika kwa Yesu, hawakuvunja mfupa wake. Ziko ajali nyingi zinavunja mifupa ya wengi. Mimi nimeikomboa mifupa yako. Mifupa inatunzwa na Bwana. Hapana mfupa hata mmoja utakaovunjika. Inabariki sasa mwili wako kwa ujumla. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, makao ya Mungu. Mwili huu uwe mtakatifu kwa sababu Mungu utakaa ndani yako. Paulo anasema toeni miili yenu iwe sadaka. Mwili wako utakuwa safi, utakuwa safi. Wako mawakala waliotumwa kuharibu miili ya watu, kunajisi miili ya watu. Nasikia wengine wakibaka mtoto. Mwili wako ni wako, hautaguswa na uharibifu. Hiyo rekodi ya waliobakwa haitakukuta wewe, lakini utalindwa na malaika wa Bwana, kwa kuwa wewe ni nyumba na kao la Roho Mtakatifu. Inautakasa mwili wako kuanzia kichwani mpaka mguu wako kwa jina la Yesu Kristo. Na ibariki nafsi na roho yako. Roho ya kumcha Mungu ikae ndani yako. Roho ya kumcha Mungu ikae ndani yako, wala maisha yako sifarakane na maisha ya kumcha Mungu, kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu atawekeza hazina na vipawa ndani yako, vile vipawa ambavyo kila mzazi angetamani mtoto wake awe na vipawa hivyo. Roho Mtakatifu ataweka vipawa ndani yako. Vipawa ndivyo vitakavyokupeleka kwenye soko na kuhitajika kila mahali. Nchi mbalimbali zitakutafuta, makampuni mbalimbali yatakutafuta, taasisi mbalimbali, wizara na mawaziri watakuhitaji kwenye ofisi zao, kwa sababu
sababu ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Mafuta niliyoyanena leo, mafuta ya Roho Mtakatifu niliyoyahubiri leo yatakubeba Beatrice, yatalishangiza jina lako Beatrice, na mafuta haya yatakutofautisha na wengine. Roho Mtakatifu watofautisha watu na wengine, yakutofautishe na Watanzania wengine, yakutofautishe na Waafrika wengine, kwa sababu ya vipawa. Na bariki akili yako, kupitia akili utajifunza mambo mengi. Utakutana na walimu darasani kwenye secular education, watawekeza maarifa ndani yako. Na bariki akili yako, na bariki IQ yako. Wakisema Daudi akili zake ni kama za malaika, alikuwa na akili nyingi. Sasa wazazi waelekeze mtoto wao wasikilize vizuri. Nataka nibariki mtoto kuweka wakfu kwa Mungu. Jambo la kwanza ambalo nataka kufahamu ni kama mna tafasiri ipi mtoto wetu na Beatrice. Sio kama mnafahamu na tafasiri gani juu ya watoto ambao Mungu anawapa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10, inasema ni habari za Yesu. Anasema wakati nakuja duniani mwili uliniwekea tayari. Mwili uliniwekea tayari. Unajua Yesu alichukua mwili wake kwa Maria kwenye tumbo la Maria. Yesu anasema, anamwambia baba yake, mwili uliniwekea tayari. Wakati nakuja duniani mwili maana ulishaniandalia mama ambaye atabeba ujauzito wangu, na mwili nitauchukulia kwa tumbo lake. Mwili uliniwekea tayari. Yesu kabla hajakaa kwenye tumbo la Maria alikuwepo. Safari ya maisha ya Yesu hayakuanzia kwenye tumbo la mama, ila kwenye tumbo la mama alifuata ili azaliwe kama mtu. Beatrice, safari yake ya maisha haijaanzia kwenye tumbo lako, ila kwenye tumbo Mungu aliruhusu apite kwenye tumbo lako, achukue mwili wake kutoka kwako na kupitia viuno vya Paulo. Lakini even before huyu mtoto alikuwa na exist kwenye mpango mkamilifu na hekima ya Mungu. Beatrice alikuwepo. Na kati ya watu ambao walizuiliwa wasizaliwe mapema, wazaliwe kwenye kipindi cha sasa, ni pamoja na Beatrice. Na Mungu anayemjibu kwamba kwa nini Beatrice alizaliwa kwenye kipindi. Sasa nini moja tembea ufahamu huu kwamba Beatrice aliwekwa kwenye viungo vyake na kwenye tumbo lako akachukua mwili wake. Lakini huyo alikuwa fishi, na huyo alishamalizana na Mungu, ndipo sasa safari yake kuja duniani inaanza. Kwa nini kwenye tumbo lako anaanza kuchukua mwili mtu ambaye amebeba mpango mkuu? Mungu anajua Beatrice ataishia atakuwa naye hata kila kitu. Mungu alishamalizana na Beatrice. Ile kitu cha nafsi alishamalizana na Beatrice. Kazi yenu ni kusaidia ule mpango ambao Beatrice alikuja nao. Kwa ule mpango Mungu atasaidia kufikia ile hatima ya Beatrice ile kwa Mungu ifike. Mimi nitachangia. Na sababu moja wapo tu itakayofanya Mungu akuongeze nini kwa wazazi wa sio chakula unachompa, sio mavazi unayompa, lakini mtapongezwa mtakapokuwa mmefanikisha misheni kubwa ambayo Beatrice amekuja nayo. Mtindo wenu wa malezi, namna yenu ya kumwombea,
namna yenu ya kulinda, namna yenu ya kufanikisha shule yake na vitu kama hivyo vyote vichangie kwamba tumemfanya alikuwa British wa aina. Kwa hiyo ndio anaanza safari kwenda kwenye hatima yake. Sasa kwa Mungu ameleta kweli kwenye mikono yetu. Pokeeni kama jukumu kutoka Mungu. Sasa tunafanya amejifungua sana. Hata wakati wa dada yake na Philip Blessing pia alikuwa na vita fulani, na wakati mwingine Mungu mnafahamu washirika Mungu, na wakati mwingine Mungu anakuwekea chini ya huduma fulani. Mungu anajua hii huduma itakuja kukuvusha kwenye kipindi fulani. Sasa kuna namna wakati mwingine mnapotuchukuliaga watumishi kama tulikuwa dharura, lakini ukiona Mungu amekuleta chini ya kivuli cha huduma hii iliyopewa, tengeneza hata nidhamu kwamba tumeletwa hapa, hatima yetu imeshikamanishwa na mafuta haya. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba sasa Mungu mara zote anawavusha kwa salama na anawatetea sana. Basi karibuni kwa sadaka hii ya shukrani. Lakini mtu yeyote ambaye atasindikiza sadaka hii, unasema na mimi nataka niungane na mioyo yao kuwatia moyo kwa sadaka ya shukrani. Watakapotoa sadaka ya shukrani, na wewe utaleta sadaka yako ya kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Karibu na wale wanaosindikiza hiyo sadaka, au tafadhali waje na wasindikize pia sadaka ya kusema kwamba jambo hili limetokea mbele yetu na Bwana ametusaidia na amewasaidia. Ngoja na mimi nimshukuru Mungu pamoja na wao. Biblia inasema furahini pamoja na ambao furahi. Kwa hiyo kufurahi na watu hawa ni muhimu sana. Kwa hiyo karibu simama haraka ambao una sadaka unasema na nataka ngoja nisindikize sadaka hiyo ya shukrani. Kwa ngoja nisindikize sadaka hiyo ya shukrani, mimi niungane na moyo wa mtumishi wa Mungu kusema asante Mungu